Asubuhi zetu si ndo hizi hapa, asubuhi za kuangalia stories ambazo zina make headlines. Wiki hii ni asubuhi ya tarehe 28 mwezi wa 3 2025. Mimi naitwa Caleb Ko na tuko live moja kwa moja kutoka Capital City ya Africa +254 Kenya. Mimi kama ndo mwananchi wa kwanza, that story is ndio. Asubuhi ya leo of course nimeona ma story kibao, lakini nimechagua moja ambayo niko very sure na ita kuintrigue in one way or the other. Of course zingine zaidi tutazisikiliza kwenye jioni za Caleb Ko. Leo tu jioni, lakini tuanze asubuhi. Kuna survey ambayo imetoka, survey ya NACADA ambayo inaitwa Status of Drug and Substance Among University Students, na kuna trend ambayo inaendelea. NACADA unasema hivyo, na hii study sasa ina indicate kwamba male students wako na higher prevalence of severe alcohol use disorder ama AUDS, na hiyo prevalence ina standard 10.5%, na female students wako na 6.5%. So hiyo ni increase kubwa sana kwenye percentage, sio tu ya wanaume ama maboy kutumia mabangi na madrug, lakini ya madem pia imepanda, na iko very much shocking. This finding ina suggest a growing vulnerability amongst female students to both substance abuse na associated mental health challenges, underscoring the need for targeted intervention to address issue. NACADA unasema madem increase ya kutumia madawa ya kulevya miadarati imekuwa sana for the last 1 year, na hii ni concern kubwa sana kwa wazazi, hii ni concern kubwa sana kwa wanafunzi, hii ni concern kubwa sana kwa community, because at the end of the day mtoto wa mwenzio mwanao. We don't want to have a society ambao madem wanatumia bangi, na sisemi kwamba wanaume wanafaa watumie bangi na substance abuse na dadada. Kama unatumia punguza, tuache miadarati, but it breaks my heart kuona warembo wangu wa nguvu, warembo wangu kabisa ambao mimi nawapenda sana kila siku. Sasa data inaonyesha kwamba kuna ongezeko ya consumption ya madawa. Report bado inaendelea hapa. The increasing trend of female drug use globally, including Africa and Kenya, imekuwa influenced na a combination of social, economic, cultural and psychological factors. Na sasa research zimeonyesha kwamba kuna increased stress levels among women, na hii ndo the greatest contributor ya upward trajectory ya consumption ya drugs kwa wanawake. Stress ya madem iko kubwa sana. Stress ni kubwa because wanawake wana take more responsibility professionally, na pia kuna domestic space wako pale, so stress zao zimeongezeka sana. But then again, I wouldn't say because wako na more responsibilities ofisini sasa watumie bangi, hapana. They all said we are equal, so let's go to work. Now working doesn't allow you kutumia drugs, it doesn't kabisa bana. So siwezi kubaliana na hiyo story ya stress ya kazi. Maybe nikubaliana na stress ya kazi za nyumbani, lakini kazi za ofisini na professional responsibilities, hiyo inakuja kama ushaingia kwenye hiyo field, basi inabidi uchape kazi. Usipochapa kazi, basi wewe unaweza ukafutwa na inaweza kuwa mbaya. Imekuwa discovered kabisa bana pia kwamba kuna vitu vingi kabisa bana, sana. Kuna accessibility ya drug sana. Market ya drug ime expand kabisa bana globally, na sasa ime make drugs ikuwe more accessible to women. Market ime expand. Expansion ya market sio kitu ambao tunaweza tukaongelea kama Kenya tu. Expansion ya market ya drug ni kitu ambao tunafaa kuongelea continentally, globally. So hii ni issue kubwa. The father of imeenda further because sasa wanasema joints za entertainment ziko closer to universities. Kuta kuna club hapo kando, unakuta hapa kuna college hapo kando, kuna club. Prince Indah anakuja kuperform on Friday pale kando, kuna Bahati anakuja kuperform. So madawa na pombe na miadarati zinakuwa more accessible because of this entertainment joints ambazo ziko around. Lakini issue nyingine ambayo niko very sure tunaweza control, kuna increase ya abuse ya over the counter painkillers, sedatives, na hizi zina affect wanawake sana, na wanawake ndo more likely to prescribe painkillers. By the way, I know they know that. Madam out of 10 ambao utawauliza, 8 of them wanatumia painkiller moja ama sedative moja at that particular moment. So kuna overuse ya hizi over the counter drugs, na it's a very very serious conversation right now. So nafikiri hii ni conversation ambao tunafaa kuhave kama community, tunafaa kuhave kama taifa as well, tunafaa kuhave kama business community ambayo iko around hizi colleges, lakini pia tunafaa kuongelea hii conversation na wahusika ambao ni madem, ambao ni wanaume. Percentages zinaenda juu, na kama the future of this country ndo majenzi, ndo watoto wa 2000, basi the future is at risk kabisa, because NACADA wanaonyesha kwamba mnatumia bangi sana, na bangi sio kitu poa sana. Professional help inahitajika sana kujaribu kukab hii situation.
Na female students pia inasemekana wako na pressure ya kufit kabisa bana kwenye social norms within their peer groups. Yaani unakuwa na marafiki zako ama rafiki yako ambaye anatumia bangi, anatumia pombe, hizo vitu zote. Na una feel kabisa kwamba ukitumia ndio utakuwa bingwa, utakuwa sasa una fit kabisa bana kwenye ile group ama ile clique pale. Na it's not good. Pressure inakuwa kubwa sana, pressure inashuka ikipanda, na this time around as far as stories of drugs ziko concerned, report inaonyesha kwamba inapanda, haishuki, inapanda tu every day, inapanda kabisa bana. Internet ni issue nyingine tena. Unaangalia hii video on the internet ni issue nyingine kubwa. Social media usage among young people imefanya bangi na pombe kuwa so common. Watu wame normalize. People think it's cool kabisa kutumia hizi vitu. Yeah, I tell you one thing leo. The moment unasikia mtu akisema let's normalize this. If something was that good, then we don't need to normalize it. Madem sana ndo mnapenda hiyo kitu. Siji normalize this, normalize that, normalize this. We don't need to normalize anything, any behavior, including ya kutumia bangi. So normalize kabisa bana drugs na substance abuse. Na maboy na madem, punguzeni hiyo story ya kunormalize vitu. Hiyo inawasumbua sana, especially kwenye society, kwenye culture, kwenye era ambayo internet sasa ina penetrate zaidi kabisa Africa. Tuko na penetration kubwa. Elon Musk ameleta vitu zake huku. Sisi tunatumia internet, kumbe tunatumia internet kwa access content ambayo of course inatusambazia ama inatusogezea karibu bangi na madawa ya kulevya. Generally drug of course inasumbua mental health. Ndio maana watoto 2090 something hapo majenzi tuko na issue sana kubwa za mental health. Ukiangalia podcast yote tu kabisa lazima mental health iwe pale. Ukiuliza dem content gani tunaweza tengeneza sahi, atakwambia I think stories are mental health. Let's create something around mental health. Ukiuliza dem sahi nini priority yake kubwa, atakwambia my mental health, I have to prioritize my mental health. Kwa nini 90% ya wanawake ama mademo wanataka kuprioritize their mental health? Sababu kuna kitu ambao walifanya yenye ili interfere na their mental health. Inaweza ikakuwa bangi, inaweza kuwa sherehe mingi ya kukunywa vitu hawafai kukunywa, inaweza kuwa stress ya familia, of course from where they come from, inaweza kuwa stress ya kazi, inaweza kuwa stress za maisha tu. Lakini baadhi ya hizo stress moja yenye inasumbua wengi hao madem ni madawa. You know what I'm saying? So issues of mental health inaleta hii. Inakuja na depression, inakuja na anxiety, inakuja na psychosis. Na pia kwa cases ambazo ziko so worse inaweza ikaleta self harm, utakuta suicide zinaendelea. So female drug users may face complication kama infertility. Mwanamke akitumia bangi sana ama hizo substance sana, anaweza kuwa ashinde kuzaa kabisa. Menstrual irregularities, unashangaa wewe ni dem rembo kabisa, mrembo wangu wa nguvu, lakini menstrual sako yako yani kama hauielewi kabisa. Unasema zako ziko irregular, kumbe bangi ndo unatumia sana. It really breaks my heart. Eti yangu haiwezi kuja tarehe 20, yani ikikuja saa hii itakuja tarehe 10, ikuja tarehe 1, hapana. Haukuumbwa hivyo. Most of the time to a bigger percentage haukuumbwa hivyo. Kuna wachache ambao wameumbwa hivyo. But lifestyle yako kabisa ndo inafanya inakuwa hivyo. Na hiyo sio report ambayo mimi ndo nasema, hiyo ni report ambayo imetoka kwa NACADA, watu ambao ndo wana deal na bangi. Mimi na kutranslatea tu ndo uweze kuelewa kabisa kwamba hiyo inaweza ikawa ndo inachangia menstrual irregularity yako na inakuweka kwa high risk pregnancy. Zile pregnancies ambazo haziwezi kuwa successful in one way or the other because of what you consume every day. Lakini pia kuna mademo ambao wamekuwa blessed kabisa bana kupata ujauzito na during pregnancy bado wanatumia hizi vitu. So inakuwa so harmful kwa fetus, ina lead to birth defects ama development issues tu. Umezaa mtoto na mtoto hajielewi, kumbe mama alikuwa anatumia drugs and drugs abuse. So mimi na support kabisa bana NACADA, na mimi na support kabisa bana interventions ambazo zinaendelea sasa hizi, na mimi nakubali kabisa anybody ambaye anafanya kitu, akona organization, akona CBO, akona space yake on the internet na anakashifu in a very big way matumizi ya dawa ya kulevya. Mimi na support kabisa Steve Simple Boy kuwa ambassador kubwa na kutoa ngoma kubwa, one of the greatest songs of all time, ya kuongea na Gen Zs waache miadarati. You know what I'm saying? So leo asubuhi na YouTube itafute hiyo ngoma ya Steve Simple Boy one more time, tuache miadarati sote. Percentage ya consumption ya drug inaongezeka among women. So women na young girls ambao wako shule as well. So wewe ambao unafungua club around university, najua unaangalia market yako iko hapa, lakini pia angalia afya ya watoto ambao wako pale. Mzazi uko na responsibility kubwa sana ya kuwa mzazi.
Usiache university ndio ikuwe mzazi ili ikulelea mtoto. Hata kama ameenda college, mkazie kidogo yani. Mwambie wewe every Friday na kutumia fare unakuja nyumbani. Watoto 2000 hawezi kubali, lakini ukiwa tough kabisa bana kwake, hata akimake hizo decision zake, anaweza kakaa chini akasema hapana, babangu apendi hivi. Madhi apendangi hizi, you know what I'm saying? So parenting iendelee, tusiache social media itulelee watoto. Nasema itulelee watoto, I don't have one. But tusiache social media ikulelee mtoto wako, you know what I'm saying? It doesn't matter how old they are. Wewe unakuwa mzazi forever. Wananchi, habari za asubuhi kabisa. Hiyo ni asubuhi ya Caleb. Kwa hiyo na story moja kubwa ambayo nimekuletea asubuhi ni report ya NACADA ambayo sasa inaonyesha kwamba kuna increase ya consumption ya drugs among female university students, na nakuomba wewe ambao unasikiliza kama mwananchi wa kwanza kama mimi tu, usaidie in one way or the other kabisa bana kuongea na warembo wetu wa nguvu, usaidie in one way or the other kuongea na majango, wanajeshi, wanaume, wapunguze kabisa bana consumption.